Na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, hii ni Soka Afrika. Leo katika Soka Afrika tunakuletea moja kati ya transfer kubwa ambao Mayele anakwenda kukumbana nayo. Ni hii hapa, bonge la transfer. Kaizer Chiefs wanamhitaji Fiston Kalala Mayele. Mwamba anaupiga mwingi kuliko maelezo. Amekuwa na mafanikio toka atoke Young Africa kuingia Pyramid. Amefanya makubwa, ni mnyama wa kutupilia mbali. Ikumbuke kwamba Mayele ni mtu mwenye uweledi mzuri na amekuwa na mafanikio katika finali ya UEFA Champions League. Huyu mtu hakustahili kuikosa kombe hili, kwani asingelijenga heshima. Amechukua makombe akiwa na klabu ya Yanga, amepata mafanikio akiwa na timu ya DRC, pia vile vile kaingia Pyramid. Kwa kuonesha ni mtu aliyestahili na Yanga si wazi yake, hii imemfanya Fiston Kalala Mayele kuendelea kuwa tishio katika ulimwengu wa soka la bara la Afrika. Hayupo mwingine anayekwenda kuangaliliwa na vilabu vikubwa zaidi barani Ulaya zidi ya Mayele. Kinachomsumbua Mayele, umri unarepa na umri unaondoka. Soka Afrika wakaamua kujitupa moja kwa moja na kukuletea huyu mwana. Fiston Kalala Mayele amekuwa mshambuliaji tishio. Huyu mjamaa anakadiriwa kuwa na miaka 30, lakini umri sio namba. Huyu anafanya vizuri zidi ya vijana wale tuliokwenda kuwazoea. Bado ana kazi kubwa kupambania katika klabu ya Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Wao wanamhitaji. Ni vilabu viwili ambavyo vinatoka wapi? Vinatoka South Africa. Amefanya makubwa katika finali hizo. Alikwenda kuonesha kwamba yeye ndiye Mayele, yule ambaye watu walikuwa wamtegemei. Akalishika kombe na akafanya makubwa. Ni mkongomani mwenye mafanikio nje ya bara la Afrika, nje ya DRC. Kwa wachezaji wa ndani, huyu amekuwa na nyayo kama zile alizopitia nazo Trezo Mputu na wengineo. Lakini Fiston Kalala Mayele amekuwa moja kati ya mastreka tishio na hatari katika ulimwengu wa soka. Mafanikio ni makubwa. Vitu vinavyokuja kwa Mayele ni mambo mengi. Ni vilabu vingi vinamhitaji huyu mwamba na vinasema kwamba viko tayari kumpa dau lile analolitaka. Kwanza Mayele ameiambia Pyramid, naomba mniongezee mkataba kutoka $90,000. Leo anapandishiwa kuwa na $100,000 na ambazo anapaswa kuzipewa kwa wiki. Sio uchumi mdogo kwa kuweza kumpata Fiston Kalala Mayele, ambaye ameonesha kwamba anajua na anaweza kufanya chochote kile. Alipokuwa Yanga alionesha jeuri kwamba yeye ni bora, na alivyotoka Yanga imekwenda kubaki na pengo la kipekee. Huyu mwamba alihitajika na klabu ya Simba, lakini pesa zilizohitajika Simba ni kubwa ambazo hawana uwezo wa kudhibiti kumlipa. Wanaweza wakamlipa, lakini dau ni kubwa. Hivyo amekuwa kivutio katika anga la kimataifa. Vilabu mbalimbali, Aston Villa, West Ham na vilabu 4 nchini Ufaransa, vilabu 3 nchini Ubelgiji na vilabu 5 nchi za Uarabuni, Qatar na maeneo mengineyo, wote wakiendelea kumkodolea macho. Lakini bado vilabu ya Afrika vinasema hatujamuacha Fiston Kalala Mayele, tunahitaji huduma yake. Huyu ndiye Mayele, mchezaji bora Afrika, namba 9 bora, namba 9 ya kipekee Afrika, 9 inayoishi na inakwenda kufanya kazi, 9 ya mafanikio. Endelea kusubscribe na kucomment. Soka Afrika, channel yetu bomba, inakuletea makubwa kutoka kwa Fiston Kalala Mayele. Subscribe na kucomment na kushare link.